Ninatamani kabla sija zungumuza nanyi nitoe pole na rambirambi zangu binafsi na kwa niaba ya kanisa la New Life kwa kiongozi wa Kenya ambaye amefariki, His Excellency Right Honorable Raila Amolo Odinga. Mtu anaweza kuuliza, Pastor, you are a religious leader. Why do you do that? Lakini natamani nikujulishe, hii ni rambirambi yangu kwa familia yake na taifa la Kenya. Taifa la Kenya limepoteza kiongozi kwa nchi yetu, lakini New Life pia imepoteza rafiki ambao watu hawakujua. Na ninasema pole kwa familia yake na pole kwa taifa la Kenya, na sote tumepoteza kwa kiwango kikubwa. Nasema sote tumepoteza kwa kiwango kikubwa kwa sababu wakati fulani kila mara Kenya ikienda kuingia katika hali ambayo haieleweki sana sana kwa usalama, wakati wa uchaguzi, mara nyingi Mheshimiwa Raila amefanya uamuzi wa kujinyima nafasi yake na saa zingine haki zake na kuhakikisha kwamba tuko pamoja na umwagikaji wa damu umeisha na watu wametulia na watu wameketi pamoja kama taifa. Mtu ambaye anaweza akajali maslahi ya nchi yake kuliko yeye mwenyewe. Kwa hivyo tunasema pole sana. Sisi kama kanisa tunaomboleza pamoja na nchi yetu kwa siku hizo zote 7 ambazo rais ametangaza. Lakini kwa upande mwingine, kanisa la New Life limempoteza kiongozi ambaye wakati fulani tulipokuwa katika matatizo ambao hatukuhusika, wakati ambapo tulitajwa kwa kosa ambalo hatukuhusika hata kidogo, wakati ambapo nilishikwa nikipelekwa jela, wakati ambapo mimi nilitoka jela, Mheshimiwa Raila Amolo Odinga alisafiri kutoka Nairobi mpaka Mavueni na akaja New Life. Hakukuwa na kiongozi yeyote ambaye alitamani kuja kujua ukweli na kutathmini kilichofanyika na yale yaliyoko hapo. Hakuna mtu, tofauti na babangu wa kiroho Bishop Pius Muyo na wachungaji wake ambao ni ndugu zangu. Lakini Mheshimiwa Raila alichukua baadhi ya viongozi akaja mpaka hapa kutaka kujua ukweli ambao watu walikuwa wanasema. Nilimpeleka kwa nyumba, nilimpeleka shule, nilimpeleka kanisani, nilimpeleka kila mahali. Akaniuliza tu, basi kwa nini unapitia mambo haya na hauna makosa? Nikamwambia jambo hilo ndio linanishinda kuelewa. Akaniambia basi ni makosa kwa yale ambao unapitia. Kwa watu wote alichukua nafasi kwa nauli yake, gharama yake, kuja kujua ukweli kwa nini kanisa linapitia mapito hayo. Kwa hivyo sisi kama kanisa la New Life tunasikia uchungu vile vile
kwa sababu wakati hatukuwa na marafiki, Mheshimiwa Raila Amolo Odinga alikuwa rafiki wa kweli, na akaja akachunguza na kujua ukweli. Hakuna mtu alitamani kuja. Hiyo ndio maana nasema sisi kama kanisa tumepoteza rafiki, na sio hapo peke yake. Baada ya kututembelea, alitamani kujua vile tunavyoendelea na kujua ukweli. Ndio maana kifo chake kimeumiza moyo wangu kwa kiwango kikubwa sana. Sana sana sana. Na taifa la Kenya, ombi langu kama mchungaji na mtumishi wa Mungu, Mungu azidi kutuunganisha pamoja na kutupatanisha, tuzidi kuwa kitu kimoja wakati huu na hata baadaye. Mtu hufa mwili, lakini roho haifi. Roho huwa inasikia na roho huwa iko salama. Your Excellency Right Honorable Raila Amolo Odinga, even though you are gone, but it is not easy for New Life to forget. Your true love, when we were in deep pain, you visited us. Even though you are gone, but we won't forget your true love. Thank you so much. May your soul rest in eternal peace.